السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad pamoja na ahli zake na sahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni siku ya Alhamis na tuliitenga rasmi kwa ajili ya kukutana hapa na kukaa kitako kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua ya tashilul arzaqi. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika milango yetu ya riziki. Ndiyo dua ambayo inasomwa siku ya Alhamis, na tukasema siku ya Alhamis ni vizuri kila mmoja aje na ubani. Ubani ni dawa, ubani ni fusho. Kwa hiyo tukatoa maelekezo siku ya Alhamisi kila mmoja aje na ubani mahala hapa. Na kuna baadhi ya watu waliuliza, ubani wa aina gani? Ni ubani wowote ule, lakini libanu dhikri au la. Ubani dhikri ni bora zaidi ukija nao, lakini pia hapa tutakuwa tukitoa dawa ambapo hii dawa inachanganywa na huo ubani. Ukifika nyumbani unaandaa mkaa wako wa moto, ubani pamoja na hiyo dawa uliochanganya unachoma kwenye mkaa, hali ya kuwa umejifunika shuka, unajifukiza. Dawa pamoja na ubani ni kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi yanayozuia riziki, ni kwa ajili ya kufungua mafundo ya kishaitani yanayozuia riziki. Na ndio maana hata katika dua yetu ya kuomba riziki huwa kuna maneno tunayotamka kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa tunasema, in kana suharau yamna'uha abtiluhu bima saharu. Ikiwa wachawi ndio wanaoizuia hiyo riziki, Mwenyezi Mungu tunakuomba batilisha huo uchawi walioufanya. Huwa kuna maneno tunayatamka hayo. Lakini pia huwa tunasema, in kana shaitanu yamna'uha. Ikiwa shaitani ndiye anayeizuia hiyo riziki, uqtuluhu fala yabqa. Tunakuomba umuangamize na wala usimbakishe. Hii inamaanisha nini? Kuna vifundo, kuna mafundo ya kichawi yanayoziwia riziki, kuna mafundo ya kishaitani yanayoziwia riziki. Sasa huo ubani na hiyo dawa utakayokupa, nenda kajifukize kwa ajili ya kufungua mafundo ya kichawi, kwa ajili ya kufungua mafundo ya kishaitani yanayoziwia riziki. Kwa hiyo ni muhimu sana Alhamisi kama ya leo kuja hapa kwa ajili ya kumbembeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala ili atufanyie wepesi katika milango ya riziki. Na ni muhimu kuja na ubani, na ni muhimu kupatiwa dawa hapa. Dawa tunaitoa bure, hakutokuwa na gharama ya aina yoyote. Lakini pamoja na hilo,
Leo ni tarehe 21. Zimebaki siku 3 tu za kwenda kuisoma dua yetu ambayo tumeitangaza takriban mwezi mzima, dua inayoitwa Duau Dhinnuni alayhi salam. Dua hii ni dua ya zinguo, na hapa tutafanya mazinguo 3 mfululizo mpaka tuhakikishe matatizo walionayo watu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala yanawaondoka. Tusemeni insha Allah. Tukimaliza zinguo hili la Duau Dhinnuni, tutafanya zinguo la mchele. Tukimaliza zinguo la mchele, tutafanya zinguo la rangi. Nia yetu sisi, hamu yetu sisi, raghaba yetu sisi na shauku yetu sisi ni kuona kila mmoja anafanikiwa. Sasa Duau Dhinnuni alayhi salam ni dua ya zinguo. Watu wazinguliwe, kwa sababu wamezunguka sana kujitibia, iwe ni tiba za kienyeji, iwe ni tiba za vitabu. Watu wametibiwa sana, lakini matatizo yako hapo hapo. Mtu anapata afadhali tu kidogo, lakini baada ya muda tatizo linarudi. Sasa ni muhimu sana kufanya mazinguo kama haya. Sasa zinguo hili la dua inayoitwa Duau Dhinnuni liistikhdami arwahul uluwiya wasufuliya, ni kwa ajili ya kuwatumikisha viumbe wema waliotawalishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye anga za juu na anga za chini. Tunawatumikisha kwa kumwomba yeye Allah, tena kupitia dhikri aliyoitamka Nabiyullahi Yunusu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sasa zinguo hili huwa linaambatana na dawa ya zinguo, na hiyo dawa ya zinguo tumeigawa bure hapa. Takriban mwezi mzima tumegawa dawa ya zinguo. Dua yenyewe ni dua ya zinguo, lakini pia dawa nayo ni dawa ya zinguo. Kama dua inavyofanya kazi kumzingua mtu, kadhalika hata dawa nayo pia inafanya kazi hivyo hivyo ya kumzingua mtu. Sasa dawa hii ya zinguo ukiipata, miongoni mwa masharti yake, na utaniuliza sharti hilo aliliweka nani? Sharti hilo liliwekwa na wataalamu waliofuatilia wakafanya utafiti na majaribio, kwa sababu ilmu tibbi asasuhu mabniyu ala tajarubi. Elimu ya tiba msingi wake kwanza ni utafiti, lakini pia majaribio ndio msingi wa elimu ya tiba. Kwa hiyo dawa hiyo ina masharti yake. Kabla ya kuitumia inatakiwa iingizwe kwenye tabia ya udongo, lakini pia iingizwe kwenye tabia ya anga. Ndivyo inavyotaka dawa hii. Lakini kwa nini wanawazuoni wamesema inaingizwa kwenye tabia ya udongo? Kwa sababu mwanadamu ameumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo asili yake ndio inayokwenda kumtibu. Yaani kuna wakati mwanadamu anatakiwa atibiwe na asili yake. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokana na udongo tumekuumbeni nyinyi binadamu, Allah anasema, na katika huo udongo tutakurudisheni, na kwenye huo udongo tutakutoeni mara nyingine. Asili ya mwanadamu ni udongo. Kuna wakati mwingine anatakiwa atibiwe na asili yake, na hasa hasa anapopambana na nguvu za giza, nguvu za kichawi, nguvu za mashaitani, anatakiwa arudi kwenye asli. Kullukum min adama wa adam min turabi, nyinyi wote mmeumbwa kutokana na Adam, na Adamu ameumbwa kutokana na udongo. Ndio maana tumetoa maelekezo, hii dawa ya zinguo lazima uizike ardhini, ikae humo ima wiki 2,
ima wiki 3, ima mwezi mzima, ima siku 5. Kuna wengine hata hawajachukua ndio leo wamekuja kuchukua. Kwa hiyo wanaweza wakazika leo na kesho kutwa. Wafanye hivyo. Wakati mwingine mazinguo mengine yanalazimu hivyo. Uchawi mwingine haubatilishwi, hautenguliwi, hauondoshwi ila kwa zinguo kulirejesha kwenye asili ya mwanadamu. Linaporejeshwa kwenye asili ya mwanadamu linakwenda kufanya kazi vizuri. Kisha tukasema nyingine iweke juu ya dari. Kuna siri kubwa kuiweka juu ya dari. Ndio utaona hata kile kisa cha yule sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Dujana, yule Amirul Baiti alikaa juu ya dari. Kwa hiyo kuna siri kuweka dawa ya zinguo juu ya dari. Tarehe 23 dawa hizi ziandaliwe. Tarehe 24 mje nazo hapa. Kwa nini mnakuja nazo hapa? Kwanza zinakuja kupata dua ya zinguo, dua udhinnuni. Dawa yenyewe ni zinguo, lakini dua inayokuja kusomwa ni nini? Ni zinguo pia. Pana umuhimu sana dua ya zinguo, dawa ya zinguo. Vitu vyote hivi viwili vina umuhimu wake, vikutane. Mara nyingi nimekuwa nikikusomeeni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile ambayo masahaba waliwahi kumuuliza Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, hadha ruqiyan nastarqiha wa dawaan natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min Allahi min shay. Ewe Mtume wa Allah, tuambie haya mazinguo tunayofanyiana. Ruqya ndio mazinguo yenyewe. Haya mazinguo tunayofanyiana, hadha ruqyan nastarqiha, hizi zinguo tunazofanyiana hizi, wadawaan natadawa bihi, na hizi dawa tunazopeana, watukatan nattaqiha, na hizi kinga tunazofanyiana hizi, hal taruddu min Allahi min shay, huo ni kwamba zinapingana na kadari ya Allah. Mtume akawajibu, zinguo munazofanyiana, dawa munazopeana, kinga munazofanyiana, hiya min qadari llah, na zenyewe ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alikadiria matatizo ya uchawi, kakadiria matatizo ya mashaitani, matatizo yanayosababishwa na mali ghafi za kibiolojia Allah amekadiria, lakini vile vile akakadiria matatizo hayo yaondoshwe kwa dua na dawa. Ndio maana tunasoma dua, ndio maana tunatumia dawa. Ndivyo alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kuondosha matatizo haya kwa kukhalifu kanuni, lazima uwafikiane na kanuni, ndio unaweza ukafanikiwa. Sasa pamoja na hivyo, ndio tukakupatieni dawa inayoitwa zinguo la juu na chini. Kuna dawa inayoitwa zinguo la juu na chini. Dawa hii mushtaqatu min shajarati lajaibi, imezalishwa kutoka kwenye mti unaoitwa shajaratul ajaibi. Shajaratul ajaibi maana yake ni mti wa maajabu. Huu mti upo kwa jina la kilugha unaitwa almurinja. Hili ni jina la kilugha almurinja, lakini jina la kitaalamu huu mti unaitwa shajaratul ajaib. Wasummiya shajaratul ajaib, na umeitwa ni mti wa maajabu, lifawaidiha kathira, kwa sababu ya faida zake nyingi. Huu mti una faida nyingi kweli kweli, ndio unaitwa ni mti wa zinguo la juu na zinguo la chini. Tunaambiwa innaha laysat shajaratun adia, sio mti wa kawaida kama miti mlioizoea. Innaha shajaratul ajaibu, mti wenyewe ni mti wa maajabu. Haithu yastatiu almughamiruna faku mashakili sihiria, kwa namna ambayo waliobobea kufanya utafiti juu ya mti huu wamegundua kwamba mti huu una uwezo mkubwa wa kutatua changamoto zinazosababishwa na miguso ya kichawi.
na changamoto zinazosababishwa na miguso ya kishetani. Lakini mahala pengine wanauita shajaratul ghaf, mti wa ghafi. Sehemu nyingine unaitwa shajaratul ghafi, mti wa ghafi. Na mti huu ashajaratul watania wanahesabu kwamba ni miongoni mwa miti ya kitaifa lidaulati limarati larabiyati lmutahida, katika ile miji ya UAE, United Arab Emirate, wanaita kwamba ni ashajaratul watania. Ni mti maarufu sana huu. Unaweza ukauita shajaratul ajaibi, ni mti wa maajabu, lakini vile vile unaweza ukaita shajaratul ghafi, unaweza ukaita ni zinguo la juu na chini, arruqiyatul uluwiya wa sufulia, zinguo la juu na chini. Sasa dawa hii ndio inayoenda sambamba na hiyo dawa ya zinguo ambayo wewe umepewa, ukaizika ardhini kwa siku kadhaa na ukaiweka kwenye dari kwa siku kadhaa. Utakuwa umefanya vyema na unaweza ukaenda ukashuhudia maajabu makubwa. Hiyo dawa ulioizika na ulioweka kwenye juu ya dari, endapo utaitumia na hii dawa ya zinguo la juu na zinguo la chini. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuona tu, shekhe labda anatupambia hivyo ili tununue. Siku zote mimi huwa nakuelezeni kwamba mimi ninapohitaji hela naipatia kule private kule. Kwanza ukija private uruhusiwi kuja kuzungumza na mimi mpaka utoe shilingi 5,000. Mimi huyu ambaye mnaniona kila siku, ambaye ninazungumza hivi sasa, sinazungumza mnaniona nasema na nyinyi bure, sinasema na nyinyi bure. Lakini ukishaingia kwenye kile chumba mambo yamebadilika. Lazima utoe shilingi ngapi? 5,000. Sasa ukizungumza na mimi, shida yako ikiwa haijawa, hiyo 5,000 ishaenda hiyo. Umetibiwa hujatibiwa, 5,000 imefanya nini? Kule mimi ndio natafutia fedha. Lakini ninapokuja kukaa kwenye meza hii, tunasaidiana. Taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni katika wema na uchamungu, musisaidiane katika madhambi na uadui. Ndio maana leo Alhamisi unapewa dawa ya bure, unakwenda kutumia. Ijumaa unaleta mali ghafi ya yai, inawekewa mchoro, unapewa na dawa ya bure, unaenda kuoga. Siku ya Jumamosi unakuja na chumvi ya mayo, unapewa dawa ya bure, unakwenda kuoga. Kwa sababu hapa ni mahala pa kusaidiana. Lakini usikubali kusaidiwa kiujumla. Hii bure bure wakati mwingine ni ghali. Mjawahi kusikia ule usemi bure ghali? Kuna wakati mwingine unachangia huduma, sio unatoa pesa kunipa mimi, wakati mwingine unachangia huduma. Sasa hii dawa ya zinguo la juu na chini ambayo inaitwa imetokana na shajaratul ajaib, na wengine wanasema inatokana na shajaratul ghafi, wengine wanasema inatokana na shajaratul ruqiyatul uluwiya wa sufulia. Hii dawa bana ni mujarabu kweli kweli. Ukichukua dawa ya zinguo tulokupa, ukailaza ardhini, ukaiweka kwenye dari, ikafanyiwa dua udhinnuni, kisha baadaye ukaichanganya na hiyo dawa ya zinguo la juu na chini, inakwenda kukuonyesha maajabu sana. Upande wa siha itaonyesha maajabu, upande wa mali itaonyesha maajabu, upande wa biashara zako, upande wa mahusiano yako, upande wa kazi zako, inakwenda kukuonyesha maajabu. Hii dawa hii inatumika kivyote vyote. Wapo wenye matatizo ambayo italazimika dawa hii waitumie kunywa, tutaelekeza. Wapo ambao matatizo yao dawa hii italazimika waitumie kuoga. Wapo ambao wataitumia kujifukiza, wapo ambao watatumia kupaka, lakini wapo ambao watatumia kivyote vyote.
lakini kiungo muhimu, nyongeza muhimu kwenye dawa hii ni dawa ulioizika ardhini, ndio nyongeza muhimu. Unajua kuna wakati mwingine matibabu hayataki nguvu, yanataka utaalamu, maarifa, sio nguvu. Maarifa yenyewe ndio kama hayo, umelaza dawa yako ardhini, umerejesha kitu kwenye asli yake, kwa sababu dawa imetolewa ardhini, ilipotengenezwa imerudishwa ardhini, imetolewa tena ardhini, unakwenda kuitumia wewe mwenye asli ya ardhi. Mambo mengine yanataka maarifa tu, hayataki nguvu. Katika matibabu ukitumia maarifa na akili, yani unakwenda kujikwamua kutoka kwenye dimbwi la mashakili, yani kwa njia laini kweli kweli. Sasa tuliahidiana kwamba tutaanza leo kuitoa hii dawa ya zinguo la juu na la chini, ambayo inatokana na shajaratul ajaibi. Mti huu upo na kesho nitakuelezeni unapatikana wapi, na ukitaka kuujua upite mapito gani ili uweze kuupata. Lakini ndani yake kuna vitu vingi vimeingia, ndio maana inaliwa, inaogwa, inanywewa, unajifukiza, unajipaka. Dawa hizo zipo zinazokubalika kwa vitu vyote. Nitakupeni mfano huku kwenu Usukumani. Kuna dawa inaitwa mkanya. Hii dawa unaweza ukaila, lakini unaioga, inakubali kwa kula, kwa kuoga, mradi tu ujue unakula kiwango gani. Ukizidisha unakufa, mkanya. Lakini kuna dawa inaitwa italigula, inaliwa, lakini vile vile unaweza kuioga, ujue tu unakula kiwango. Maana italigula maana yake ni kufungua, si ndio? Unaweza ukala kwa ajili ya kufungua, lakini vile vile ukaoga. Kuna dawa inaitwa mkurungu. Hii dawa inanywewa hasa kwa wale wenye matatizo ya kupungukiwa na damu, inaongeza damu hii. Lakini kwa mtu ambaye anaingia kwenye hedhi hakati mfululizo, inakata hii. Kwa hiyo hii dawa ukiangalia inanywewa, inakogwa, una uwezo wa kuchanganya na mafuta ukajipaka, una uwezo wa kujifukiza. Kwa mtu anashangaa, hiyo dawa moja unakula, hiyo dawa moja unakoga, hiyo dawa moja ndio dawa zikichanganywa vizuri zinafanya kazi hiyo. Kwa hiyo ndio hii zinguo la juu na chini, mushtaku min shajaratil ajaib, ambayo imenyambuliwa kutoka katika shajaratul ajaib. Inatumika kivyote, lakini inafanya kazi vizuri ukiweka ile dawa ulioilaza ardhini. Kwa hiyo inshallah tulisema leo tutaanza kuitoa kwa wale ambao Mungu amewajaalia. Ni sadaka tu hii, kwa sababu ukiangalia tumeagiza mali ghafi haya kutoka Pakistan. Sio kwamba eti tumenani. Kuna jamaa yetu yeye yuko Komoro, ameagiza akatutumia Dar es Salaam. Kwa hiyo imefika juzi hapa, tumeweza na sisi kuiweka kwenye package maalum na leo tunaitoa. Kwa hiyo ni muhimu sana. Chukua kwa sadaka shilingi 10,000. Siku ya Jumapili njoo na hicho ulichokizika kiweze kupata duau Dhinnuni alayhi salam. Tutapeana maelekezo ya ziada namna inavyokwenda kutumiwa. Kwa hiyo inshallah kwa wale ambao wamejiandaa waanze kuchukua leo. Wallahu waliyu tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.